Siku ya leo nataka nizungumze kuhusu maombi. Maombi ni njia ya mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Kwa hivyo mtumishi wa Mungu, ninataka nikusihi usiache kuomba. Maana unapoacha kuomba, ina maana kwamba umeacha mawasiliano na Muumba wako. Kwa hivyo maombi ni njia moja ya mawasiliano kati ya mwanadamu na Mungu wake. Ukisoma Luka 18 mstari wa kwanza, Biblia inasema, akawaambia mfano, imewapasa kumuomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akatoa mfano kwamba palikuwa na kadhi mmoja katika kijiji kimoja, ambaye hakumcha Mungu wala hakuwajali watu. Na katika hicho kijiji palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea akisema, nipatie haki na adui yangu. Naye kwa muda alikataa, lakini akasema, japokuwa simchi Mungu wala kuwajali wanadamu, lakini kwa sababu ya huyu mwanamke kunijia, nitampa haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Biblia inasema akawaambia, sikizeni asemavyo kadhi dhalimu. Je, na Mungu naye hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia usiku na mchana, naye ni mvumilivu kwao? Akasema, nawaambia atawapatia haki. Kumbe unapoomba usipochoka utapata haki. Ukiomba, maombi mwana wa Mungu yako katika viwango vitatu. Ukisoma katika Mathayo 7:7, neno la Bwana linasema, ombeni nanyi mtapewa. Kiwango cha kwanza. Tafuteni nanyi mtaona. Kiwango cha pili. Bisheni nanyi mtafunguliwa. Hicho ni kiwango cha tatu. Ina maana kwamba ni nini neno linasema hapo? Kama una jambo, kama una neno, kama kuna hali ambayo umeweka kwa maombi, umeanza katika hiki kiwango cha kuomba, umeombea jambo mara 2, 3, 4, halijajibiwa ama hujapata majibu yake, mwana wa Mungu, hebu ingia kutafuta ni nini kinasababisha majibu yako yasitokee. Fanya maombi ya kumuuliza Mungu, ni sababu gani? Yawezekana ni dhambi iko kwa maisha yangu, yawezekana ni maagano ya ukoo. Katika kule kutafuta, unaweza ukatafuta mpaka ukapata ya kwamba kumbe kwenu lile jina umeitwa ni jina ambalo linazuia mtu kufanikiwa ama mtu kubarikiwa. Kwa hivyo mwana wa Mungu, ninakusihi, unapokuwa umefanya maombi, umerudia tena umeomba, umerudia tena umeomba, hebu keti chini ukaanze kutafuta ni nini kinaweza kuwa kinasababisha majibu ya maombi yako yasitokee. Unaweza ukakuta hata jina uliloitwa, unaweza ukakuta hata ni madhabahu ya familia, unaweza ukakuta hata ni maagano ya familia ama laana za kufuatilia. Kisha baadaye unaingia sasa kubisha. Kiwango cha tatu, na malango yanafunguka. Barikiwa sana mtumishi wa Mungu. Kama hili neno limekubariki, unaweza ukadrop your comment hapo chini ili tuweze kuwasiliana. Majina yangu kama vile nimesema, ni mchungaji Fire. Naomba uweze kusubscribe, uweze kucomment, uweze kulike, hata kushare ili tuweze kuwasiliana katika channel hii. Nitakuacha na neno la Bwana. Wacha Mungu abariki maisha yako. Wacha Mungu akuinue kuingia kwako na kuondoka kwako, hata katika maombi yako. Natangaza kama vile Zaburi 19 mstari wa 14 inasema, mawazo ya moyo wangu na maneno ya kinywa changu yapate kibali mbele zako, Mungu. Wacha mawazo na maombi yako yapate kibali mbele za Bwana. Barikiwa unapoingia, barikiwa unapoondoka. Kwa jina la Baba, jina la Mwana na Roho Mtakatifu tumeomba na kuamini. Amen. Asante.